Sawa bana. Wapo ambao wanasema kwamba hivi, wewe nikuulize swali ndugu yangu. Kati ya elimu na pesa bora kipi kwa sahihi? Pesa, kila kitu. Pesa. Ndio kila kitu. Lakini wanasemaga mali bila daftari huisha bila habari, ujue. Maana daftari ndio shule yenyewe hiyo. Daftari ni daftari, mali ni mali. Kwa hiyo ukinipa mali mimi nitajua ni namna gani na balance. Alafu daftari sasa lenyewe nina uwezo wa kuazima hata kwa mtu mwingine. Akasema sasa kwa mfano nina mali, nina pesa. Naweza nikakwambia wewe ukao unaniandikia. Unakuja na daftari lako unaniandikia, lakini pesa ninazo mimi. Kwa haina shida. Lakini ndio ile wanasemaga kwamba pesa yenyewe inahitaji usimamizi. Manake kama kichwani hapako vizuri, kichwani makarai matupu, unaweza pia kuna possibility kubwa unaweza ukatapanya hizo pesa ambazo uko nazo. Kwanza unaongelea elimu ipi ya pesa, kwa sababu mimi kama nina pesa, kichwa changu ndio kitakachoniambia kwamba nifanyie nini hiyo pesa. Na ili niweze kuipata hiyo pesa lazima niwe na strategy. Kwa hiyo strategy ambazo nimezitumia kuweza kuipata hiyo pesa ndio strategy hizo. Nikimaliza pesa au nikitumia pesa nitazitumia kuweza kupata pesa nyingine. Kumbe kuna elimu over wide. Yaani general education. Alafu kuna elimu ya pesa. Sindio? Elimu ya pesa. Ndio maana wanakuaga ile hadi wale wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wakubwa wanakuaga wanapewa elimu ya fedha. Ni tofauti kabisa na elimu ya darasani ndugu yangu. Tofauti kabisa, yani ni mbingu na ardhi. Ndugu yangu, ndio maana unaweza ukashangaa mtu ameenda shule mpaka ana madarasa mavyo vikuu na kila kitu, lakini kwenye pesa hayupo vizuri, yani bado ni maskini. Sawa? Free education. Bana ndugu yangu, weekend iliyotoka kumalizika hapa kulikuwa kuna mbilinge yani eka za hapa na pale nini. Miaka 30 ya Bongo Flava ilifanyika. Ikaja na impact kibao, matokeo yalikuja, kilichotokea huko kilishuhudiwa. Yaani hatutaki kurudia tena. Kuna mtu alisababisha TV ikapigwa TV kana live ikakatwa. Giza ndugu yangu, nilikuwa naangalia TV. Nikaona kimya kinene na giza. Hatari sana. Anyway, tusije tukafukua makaburi, lakini mara baada ya ile show kulikuwa kuna ile final ya BSS. Bongo Star Search ilifanyika. Washindi walitajwa pale lakini pia na complaints zikaja kibao. Yaani complaints zilikuja za kutosha na zenyewe. Sasa hizo complaints zenyewe sisi hatuziangalii kwa sababu uwezo ukaingia ukumbini ukiwa na matokeo yako. Matokeo yanapatikana kulingana na performance yako. Kwa kama kuna mtu ana complain labda kulingana kwamba mshindi hajapatikana kiwalali, wote tulikuwa pale. Performance yako ndio inayokupa ushindi. Hatuangalii nyuma umefanya nini, tunaangalia siku hiyo umefanya nini. Lakini wanasemaga kwamba kwenye jambo lolote linalohitaji mshindi huwa halijawahi kukosa complain. Hata zile tuzo kubwa za mambo mbalimbali huwa zikosi complain. Complain kama nilivyokuambia, mimi labda shabiki yangu alikuwa tuseme labda Sofia. Anyways, kwenye jambo lolote ambalo linakuwa linahitaji mshindi, sasa masuala ya tuzo na vitu kama hivyo duniani hapa, always huwa haijawahi kukosa complain. Masuala ambayo hayajawahi kukosa complain kabisa. Kwa hiyo yoyote ameshinda wa kwanza mpaka wa 4 whatever the case, sio mbaya, si ndio? Tunachokiangalia sisi ni mshindi amepatikana. Mshindi amepatikana, si ndio? Yeah. Japokuwa kuna kama namna fulani hivyo wanasema amepatikana kwenye njia iliyo halali na performance yake, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama Bongo Stars jinsi ilivyo, ni watu wanaona kwa macho. Kwa hiyo kama kuna fluke imetokea, tunaona kabisa kwamba this is a fluke. Uso kwa macho, kila kitu kimeonekana hapo. Na hizo pesa muape. Yaani huo ushindi walioshinda muape kweli. Maana kama mtu ameambiwa atapewa milioni ngapi, sijui. Sema kuna kitu kimenichanganya kidogo. Mshindi wa kwanza milioni 50, alafu mshindi wa pili milioni 5. Hailileti. Mshindi wa kwanza milioni 50. Yaani maana kutoka milioni 50 mpaka milioni 5 kuna milioni 45 hapa. Wadhamini inabidi wafanye season inayokuja inabidi waongeze mpunga. Haiwezekani. At least wangefanya labda hata mshindi wa pili awe na milioni hata 30, hata 25 basi. Sasa kutoka milioni 50 hadi milioni 5. Kwa mshindi wa pili huyo. Gap kubwa sana. Kwa maana yake mshindi wa 4 anaweza kala hata 2.5 Mshindi wa 4
Yaani hauwezi ukatofautisha zawadi za mshindi wa 4, wa 3 na mshindi wa 2, almost the same. Hivi sawa, hata kama usipokuwa mshindi au ukawa mshindi, lakini si platform ambayo inakuwa inawabeba wasanii wale wanakuwa wana mwendelezo kweli wale? Kwa siku za hivi karibuni naona kama hamna mwendelezo. Watu maybe kwa sababu unakuta wanaimba nyimbo za watu, wanatoa cover tu za watu. Nini? Maybe wangebadilisha mfumo, watu waje na nyimbo zao. Hapo labda tu kwamba huyu kweli ni msanii, ana uwezo wa kutunga, lakini kama ana uwezo wa kukopi na kupaste kwa sauti nzuri, mzee, hiyo mbona hata mimi naimba vizuri. Au kuja na platform kwa ajili ya kuimba copy tu. Kwa mfano kama Marekani na nchi nyingine ambazo zimeendelea kimuziki, kuna wale wasanii kabisa ambao ni kuimba copy tu, yani wana ka industry chao. Kuimba copy cover tu za nini hizo. Kuna wengine wa sex afu ni kupiga vidude vitu. Unaonaje kaanzisha kitu kama hicho? Kwa sababu wasanii wengi wanaona BSS waendi. Hiyo ni nzuri. Sasa kwa mfano hata jina jenyewe Bongo Star Search. So una search, unampata mshindi, alafu unamfanyia nini? Unampa tu hela. That is sio logic hiyo. Yaani unakuwa utafuti kipaji. Kipaji unatakiwa ukikipata, kifuge basi, ukitengeneze ili angalau kionekane. Sio tunampata mshindi leo, kesho hayupo. Sawa, Miss Director, utakuwa unaongeza mwanga hapo kama in case tunazidi kuwa sio mbaya. Au unasemaje? Yaani leo tunampata mshindi. Wao mshindi anashindwa kuwa na consistency. Kwa Bongo sasa kazi yao ni kutafuta tu, alafu watafutia hata na connection. Sasa kwamba huyu mtu tuna watu labda tuseme wale top 5. Top 5 wote wanajua, na of course hakuna ambaye alikuwa hawezi. Sasa tuwatafutie sasa namna hawa wote ambao wamepatikana, hata kama ni 5, tuwe labda na unaweza kumpeleka labda hata kwenye shule za sanaa, wanasoma, unawatengeneza vizuri. Tunakuwa na industry kubwa ya muziki ambao BSS na wao wanaanza kujivunia. Yes, tumewatengeneza sisi. Walikuwa na kipaji lakini tumewachukua na tumewatengeneza hadi sasa hivi wana compete kwenye industry ya muziki. Sawa, free education nyingine hiyo. Chukueni hiyo hapo. Anyways, ni shule kama shule nyingine. Shule kama shule nyingine. Mchawi bando tu hapo. Lakini ndugu yangu, mimi bado na kitu hapa kwenye ile 30. Kiseme. Kwenye zile 30. Sisi nikajikuta central hapa. Sisi wahenga. Sisi nikajikuta central hapa. Director, unaniruhusu niseme? Anyways, director ameniruhusu. Director mwenyewe anaweza akawa ni mwanasheria na still alive. Sawa. Lakini kwenye 30 ya Bongo Flava sijui nianzie wapi. Funguka. Anyway, lakini ilikuwaje pale mpaka TV kapigwa nyundo? Bwana najua. Haina shida, pita. Ilikuwaje mpaka TV kapigwa nyundo? Mimi niko zangu nimekaa pale sebleni na wife nini? Hiyo sasa labda kuna mambo mengi, labda mitambo iligoma. Mitambo kwa nini igome kwenye mitambo kwa nini igome kwa Zedudu? Makosa ya kiufundi. Mitambo kwa nini igome kwa Zedudu? Makosa ya kitambo. Lakini ndugu yangu, hiki ufundi ya nani ya kiufundi ametokea, mitambo imezingua, kwa hiyo utafanyaje? Hawajazima, mitambo ndio imegoma. Hiki biashara imekaaje hii? Lakini show ilianza kuanzia msanii wa kwanza kaperform vizuri, kaenda wakaja sio kina nani, alipokuja Zedudu. Anyways, kibiashara imekaaje hii? Kibiashara sio tu kibiashara, pia na watu wamepata. Kibiashara watu wameingia, wametoa tiketi, unajua zilikuwa zinauzwa bei ghali kidogo. Watu wamenunua, wamejaza, watu wameenjoy. Kwa hiyo kibiashara imeenda fresh. Sasa kibiashara inaendaje fresh wakati tamasha, yani result ya tamasha ni nini? Yani mwisho wa siku tamasha watu wanaliframe vipi? Wewe ni msanii gani ambao unamshabikia hakuperform? Mimi nazungumzia taswira baada ya tamasha, ndugu yangu, linasemekana. Taswira ni nini? Taswira baada ya tamasha. Yani tamasha nimebaki na taswira gani? Taswira. Hivi unajua kwamba Bongo hii nani miaka 30 imekuwa na result nzuri sana, hasa kwa wasanii wa kongwe. Unajua sasa hivi Juma Nature, Chege na kwa nini unaambia wasanii walikuwa wamepotea? Kwa nini wasanii walikuwa unaanguka, ndugu yangu? Mbona tatizo unaongea sana? Walikuwa wamepotea, tulikuwa hatuwasikii, lakini kupitia hii platform sasa hivi tunawajua. Hata Gen Z wamejua kumbe kuna Juma Nature. Watu walikuwa hawamjui Juma Nature, ujue. Sisi millennial ndo tunajua. Kuna mtu hapa kuna mtu amjui Dudu Baya anauliza
Lakini Imani hiyo platform unaona. Imani kuna jezi mmoja hapa alikuwa ananiuliza hivi, yule mbaba aliyofanya mpaka TV kazimwa, anaitwa nani? Huyo ndo the mamba yule Dudubaya. Unajua yule mbaba aliyefanya mpaka TV kazimwa anaitwa nani? Shida ya watu wa kanda ya Ziwa waga wamenyoka sana. Sasa unakuta ananyoka sehemu ambayo atakiwa anyoke. Oya Dudu. Kwa hiyo inaonekana kwamba jamaa alikuwa amenyoka sana. Baya zaidi amenyoka sehemu ambayo atakiwa anyoke. Anyways, yote kwa yote hii ni free education, au sio? Kwa Kiswahili unasema vipi? Ni biashara nini? Eti biashara. Elimu hulia. Nishakuelewa. Wewe kichwani una shule. Mwanzo ulikuwa unang'ang'ania. Nishakuelewa, ndio maana unashindwa kutafsiri hiyo.